Okay, is MKS director nikiwa ndani ya MKS TV. Leo nipo na kijana mwenzangu atajitambulisha kwa majina yake muweze kumjua na shughuli yake. Tupate kujua machache kuhusiana na shughuli anayofanya, lakini pia tujifunze kutokana na anachokifanya. Karibu. Asante sana. Kwa wasio kufahamu, waeleze wewe ni nani na unafanya nini? Kwa majina naitwa Daniel Davdi. Ndio. Ni mfugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ndio. Napatikana Arusha Sakina. Kwenye ufugaji wa ng'ombe wa maziwa nina miaka 6 tangu kuanza process za kufuga. Maana nilianza na ng'ombe mmoja. Jinsi kama unavyoona unaongezeka. Okay, kwa hiyo hapa mnafuga ng'ombe wa maziwa tu ng'ombe wa maziwa peke yake. Lakini sio wanyama. Sio wanyama. Ng'ombe wa maziwa ndio wanakuwa kuaje tofauti na wanyama? Ng'ombe wa maziwa ni ng'ombe ambao wana produce maziwa. Tunawafuga kwa ajili ile ya kuzalisha maziwa na kuzalisha sana asilimia kubwa ni kuzalisha maziwa. Sana kuzalisha maziwa. Kwa hiyo kama hawa ni ng'ombe wote wa maziwa. Hawa ni ng'ombe wa maziwa wote. Okay, katika kila kazi lazima kuwe na changamoto. Je, kwa upande wako ni changamoto gani unapitia katika ufugaji? Asante sana kwa swali lako zuri. Changamoto zipo, changamoto nyingi sana. Tukianza changamoto ya malisho, changamoto chanjo za madawa, changamoto pia vifaa vya kukamulia wenyewe. Kama nilivyoelezea hapo changamoto ya malisho. Kuna wakati inafika chakula cha mifugo kinakuwa ni ngumu sana kupata. Kama kipindi hichi cha kiangazi, jua linakuwa ni kali. Chakula unabidi usafiri kwenda umbali mrefu ukipata chakula hicho. Na pia pumba na madawa kama alivyokuambia, kampuni ambazo zina produce hizo bidhaa kwa ajili ya ng'ombe ndio inakuwa pia ni expensive sana, ni ghali sana. Inakuwa tunashindwa kuiafford. Ndio. Na kwa changamoto zote hizo na bado unaziwezaje kuzimudu changamoto hizo? Asante sana kwa swali lako pia. Kwa sababu gani? Kama nilivyokueleza, ufugaji ni kitu ambacho tunakipenda. Ndio. Hizi changamoto, kuna wakati changamoto zinapanda na kushuka. Lakini napenda kukuambia au kuwaambia watu ambao ni wafugaji kwamba ng'ombe wanaweza kujilisha wenyewe. Kupitia yale maziwa ambayo unaweza kuyaproduce, unaweza kuzungusha ile hela. Kwa hiyo yale maziwa inakuwa kuaje? Yaani wanaweza wakanywa maziwa yao ng'ombe? Hapana, umenielewa vibaya. Nimesema wanaweza kujilisha kwa sababu gani? Wakati unawakamua utakuwa unauza yale maziwa. Okay. Na ukiwa unauza yale maziwa unapata hela. Na ile hela ni ya maziwa. Kwa hiyo unaenda kununua pumba, unaenda kununua na vifaa ambavyo unahitajika kwa ajili yako. Kwa hiyo ndio maana nikasema wanajilisha wenyewe.